Nimeitikia wito wako mama. Mwanangu, nina maneno matatu nataka nikuambie. Niambie mama. La kwanza, usile chakula cha mtu usipokaribisha mara 3. La pili, usiingilie mapenzi wawili wanaopendana. La 3, katika hii dunia kuwa mkweli. Usisite kusema ukweli mahali popote unapoingia. Mwanangu, unaiona hii shilingi? Itunze mahali popote unapoingia. Hifadhi itakusaidia. Mama. Kiukweli Mbeyu, haya mambo tunayofanya mimi nataka tuyasimamishe kidogo. Sababu time kama hizi mume wako anaweza kurudi alafu hadi atukute hapa. Kiukweli mimi haya nipendezi kabisa. Anaomba kama itawezekana tuachane naye. Alafu mimi naongea wewe ongea. Sasa ndo nini sasa? Beyu. Sasa ndo nini? Umepatwa na nini? Beyu. Mama yangu. Wewe ni nani? Umetoka wapi, unataka nini? Naitwa Lau. Nimetoka katika kijiji cha Nyota. Wazazi wangu wamefariki. Wameniagiza nikuje katika himaya ya Manya nipatane na Malikia wenu. Je, Malikia ana habari kuhusu ujio wako? Hapana bana. Malikia ana habari. Askari, kamata huyu. Lau. Hai Malikia wangu kwa vizuri. Kweli? Wapendeza. Asante. Fanyikazi wangu Zame. Naomba kaniitie mtabiri. Sahi. Amri, mwambie afike haraka upesi uwezekanavyo. Nimesikia amri yako Malikia. Acha nifanyie kazi. Sawa mfanyikazi wangu. Asante. Nenda kamuite. Taarifa Malikia wangu. Kuna kijana tumemkamata. Anasema kwamba ametokea katika himaya ya Nyota. Na maneno aliyotuambia ni kwamba amefiliwa na wazazi wake. Hivyo basi ameagizwa kuja kuonana na wewe. Lakini nimefunga huko shamba la chini. Mfungueni haraka mumlete. Sawa Malikia. Tabiri. Unahitajika haraka sana kwa Heshima kwako Malikia wetu. Nimempokea. Kijana, umesema unaitwa nani vile? Naitwa Msema Kweli. Ama Lau. Galuka, nitie mtabiri.
lau 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 malau. Nimeitikia wito wako malkia wangu. Mtabiri wangu, nimekuita mahali hapo nielezee kadri ya ufalme wangu unavyoendelea. Kama ulivyomsikia mzee wa fimbo saba, endapo utapoteza ama kuibwa fimbo hii, utakuwa umepoteza malkia wako. Na vipi kuhusu nguvu ya falme yangu? Kiupande wangu nguvu ya ufalme wako naiona iko sawa. Sawa sawa mtabiri wangu. Tabiri. Falme anakutaji sasa hivi. Haya tuongozane. Mboze mwanangu. Njoo haraka. Nimeitikia wito wako mama. Na taarifa kutoka kwa Malkia Mose mwanangu. Najua utaweza mwanangu. Nini mama? Unatakiwa kuenda katika himaya ya Manya. Kuna kijana anasemekana ni msema kweli. Kwa hivyo basi, unatakiwa uende tujue, tunataka kuhakikisha kama ni msema kweli. Sawa mama. Amos. Mtabiri, huyu kijana amesema ni msema kweli. Vipi kuhusu utabiri wako? Kijana, tupishe kidogo. Sawa. Malkia wangu, naona ni ukweli kuhusu ile kijana. Wala sioni uongo wowote machoni mwangu. Shukuru sana mtabiri kwa utabiri wako. Asante. Wacha niendelee na shughuli zangu. Lau 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 malau lau 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 malau. Askari, rudini hapa haraka. Maisha ge oh no shida morivo ans bila kipimo ofuye mayani pas. Kijana, kuanzia sasa ni kama mwanangu. Mpatieni mlinzi na mpeleke makazi kule chini. Kuanzia sasa atakuwa makazi yake. Binti unaitwa Mboje. umetoka wapi? Natoka katika himaya ya Najua Nyota. tangu niingie maeneo haya sijaona binti. Wacha nikusaidie. Maisha ge oh no shida morivo ans bila kipimo ofuye mayani. Na tiba zingine hizo lazima nikakumalizie. Sawa. Ukianza kuishi kuna mambo mahamu. Ora kwanza utirie paka mtu akwambe karibu mara tahu. Raviri mwanangu tiga wenye mahenzo gatu waenza nao. Rahamu epuka ulongo kalamu kweli kwa dunia. Lau 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 malau lau 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 malau. Maisha ge oh no shida morivo ans bila kipimo ofuye mayani pasomo na shilingi mkononi kuko wendako. Ukianza kuishi kuna mambo mahau. Ora kwanza utirie paka mtu akwambe karibu mara tahu. Raviri mwanangu tiga wenye mahenzo gatu waenza nao.